Hii ni United Insider. Tuangazie taarifa kumhusu Matheus Fernandes na bei yake, lakini swala la mshambuliaji Igor Thiago kutoka Brazil akicheza kwenye klabu ya Brentford, lakini tutaangazia usajili wa Rafa Leao, tutaangazia taarifa za usajili wa Sandro Tonali, Alex Scott na taarifa nyingi kuhusu wachezaji ambao wanahusishwa na Red Devils Manchester United. Lakini sasa nikwambie tu usiache kurequest usafiri bora wa kimtandao unafahamika kama Twende Ride. Kwanza nenda App Store au Play Store, download application yao, alafu utakuwa na request usafiri kwa gharama rahisi kabisa kokote pale jijini Dar es Salaam. Tuangazie taarifa muhimu kwa sasa. Taarifa kubwa zaidi ni kuhusu usajili wa kiungo kutoka West Ham United, Mreno Matheus Fernandes. Sasa West Ham wametangaza dau ambalo wanalitaka ili kuweza kumruhusu kiungo huyu kuondoka klabuni hapo. The Hammers wanasema wanahitaji paundi milioni 80 ili kuruhusu usajili wa kiungo huyu wa Kireno kuweza kuondoka. Manchester imekuwa ikiendelea kumfuatilia kiungo huyu na wao walikuwa wanafikiri kwamba huenda wangelipa angalau paundi milioni 50, lakini sasa West Ham wanataka paundi milioni 80. Lakini kwa mujibu wa mwandishi Gianluca Longari kutoka Italia, anasema Manchester watapeleka ofa siku chache zijazo. Kuanzia sasa Manchester watakuwa wanapeleka ofa rasmi ya kuweza kumsajili Matheus, na itakuwa ni ofa ambayo Manchester imezingatia ubora wa kile ambacho Matheus anaweza kukitoa. Kwa hiyo Manchester watapeleka ofa yao rasmi kuanzia siku ya kesho. Unasema kuanzia siku chache zijazo, kwa mujibu wa Gianluca ni kwamba Manchester watakuwa wanapeleka ofa rasmi. Lakini vilabu kama Real wanahusishwa kwa sasa na wao kwamba watakuwa katika mchakato wa kumtaka kiungo huyu, hali kadhalika PSG. Hivi inaongeza thamani ya gharama ya kumnunua mchezaji huyu, ndio maana West Ham wanakomaa na kutaka paundi milioni 80 ya kuweza kumwachia Mreno huyu ambaye anatakiwa sana na United kwa sasa, na ni moja kati ya viungo ambao wanabaki kuwa vipaumbele vya Manchester United. Jana hilo, jambo jingine kubwa ni swala la usajili wa kiungo wa winga wa kushoto, inamhusu Rafa Leao kutoka AC Milan. Kumekuwa na mazungumzo ya hapa na pale yakizungumzwa, watu wengine wakimpigia chapuo Rafa, wengine wakisema Rafa hastahili, lakini taarifa zilizopo ni kwamba Manchester wamefanya mawasiliano rasmi na kambi ya mchezaji Rafa Leao ili kuangalia uwezekano wa kuweza kumsajili mchezaji huyu ambaye ana uwezo mzuri wa kucheza kama winga wa kushoto, lakini kama pia mshambuliaji wa katikati. Hivyo Manchester imeanza mazungumzo hayo rasmi na kambi, sio mchezaji, wawakilishi wa mchezaji, ili kuweza kuona namna gani wanaweza kupata nafasi ya kumsajili Rafa Leao ambaye anaondoka kwenye klabu ya AC Milan. Lakini kwa mujibu wa taarifa hii kidogo inasema kwamba Manchester huenda wakasubiri mpaka pale ambapo Rafa atakuwa anatoka kwenye michuano ya kombe la dunia akiwa na timu yake ya taifa ya Ureno. Kwa Manchester wameanza mazungumzo, lakini watasubiri mpaka kumalizika kwa World Cup ili kuona wanamaliza vipi mchakato huo. So hii ni taarifa muhimu pia kumhusu Rafa Leao ambaye naona watu wengi bado hawafurahishwi na jambo hili kama ni jambo zuri. Lakini taarifa nyingine kubwa siku ya leo ambayo imepewa nafasi sana ni kumhusu Christopher Vivell, mkurugenzi wa usajili. Taarifa kutoka nchini Hispania zinasema mkurugenzi wa usajili wa Manchester United Christopher Vivell anaongoza juhudi binafsi za kuweza kutaka kumsajili kiungo Tchouameni kutoka kwenye klabu ya Real Madrid. Jana na juzi kuna taarifa za kusema bado Manchester wataendelea kumwangazia Tchouameni licha ya taarifa kwamba kiungo huyo wa Kifaransa anataka kuendelea kucheza Real na Real wanataka kumbakiza Tchouameni. Lakini sasa kwa mujibu wa taarifa zilizopo leo, Christopher Vivell ambaye ndio mkurugenzi wa usajili anaongoza juhudi binafsi za kuhakikisha wanaweza kupata saini ya kiungo Tchouameni kutoka Real Madrid, na hii inachagizwa na taarifa za viungo wengine vipaumbele kwamba wanauzwa kwa gharama kubwa zaidi. Kwa Manchester wanaona kwamba Tchouameni huenda ikawa ni angalau paundi milioni 80 ndio inatajwa, ambayo huenda labda ikamruhusu Tchouameni kuweza kusajiliwa. Hivyo Christopher Vivell ameendelea kufanya mchakato huu, kufuatilia kwa ukaribu yeye binafsi pamoja na timu yake, kuona wanaweza vipi kuhakikisha wanampata Tchouameni kutoka Real Madrid kwa dau hilo la paundi milioni angalau 80 linalozungumzwa na vyanzo vingi vya habari. Lakini habari hii inakuwa inafuatana na habari inayofuata nataka kukupa kwamba City wanavuruga mipango ya Manchester kwa Elliot Anderson pamoja na Tonali. Inaelezwa kwamba City wamekuwa karibu zaidi kukamilisha sajili za
Elliot Anderson, lakini pia wakiwa na mchakato wa pili wa kumpata Sandro Tonali. Hivyo Manchester inaona waendelee na michakato mingine, kwa sababu Manchester hawatakuwa tayari kutumia fedha nyingi zaidi kukamilisha sajili kubwa za Tonali pamoja na Elliot Anderson. Kwa hiyo Manchester itakuwa tayari kujiondoa katika mchakato huu, kwa sababu hawako tayari kulipa fedha nyingi ambazo wanaamini si sahihi. Kwanza kwa mtu kama Tonali wanasema umri wake tayari miaka 26, huwezi kulipa zaidi ya hiyo pesa ambayo haujui itakuja kwa vipi. Kwa hiyo unaona ni bora kuwekeza kwa vijana zaidi, kama ilivyokuwa Elliot walikuwa wanataka hivyo, lakini City wako tayari kulipa fedha nyingi. Kwa Manchester huenda wakaachana na Tonali pamoja na Elliot Anderson na wakaangalia machaguo mengine zaidi. Hapo ndipo wanapoona inaweza ikawa inahusianisha na taarifa iliyopita kwamba Christopher Vivell wanamwangalia kwa ukaribu Tchouameni kutoka Real kama mtu sahihi zaidi wa kuweza kumsajili kuja kuboresha katika eneo la kiungo, lakini bado inasadikika kwamba Elliot Anderson ni chaguo, bado ni kipaumbele. Halikadhalika Sandro Tonali bado ni kipaumbele na ni option bora, lakini gharama kubwa ambazo zinaweza zikawaingiza katika gharama kubwa za usajili ni jambo ambalo Manchester watakuwa tayari kujiondoa. Lakini taarifa nyingine leo ni bado Manchester, kila sehemu unapoenda ugumu unaonekana upo. Sasa baada ya United kuulizia upatikanaji wa kiungo Alex Scott kutoka FC Bournemouth, klabu ya Liverpool nao wamekwenda kupiga hodi kutaka kujua upatikanaji wa Alex Scott. Hii inachagizwa na sababu ya Andoni Raiola kwenda Liverpool, ambaye alikuwa manager wa FC Bournemouth na sasa Liverpool wako mstari wa mbele. Hivyo Manchester inakumbana na upinzani mwingine katika kupata saini ya Alex Scott, ambaye walikwenda kuulizia anapatikana kwa kiasi gani, na ilikuwa inaelezwa paundi milioni 60 ingeweza kuwa bei sahihi sana ya kumpata Alex Scott, lakini Liverpool wanapoingia pia huenda ikaleta kupunguza ikaongeza gharama, sababu Liverpool watapanda dau la juu zaidi na Manchester watakuwa pia wanapambana kutaka kumnunua Alex Scott. Lakini taarifa nyingine wakati huu ni kwamba kwa mujibu wa taarifa zilizopo leo ni kwamba Manchester inamuona Igor Thiago kama option ya kumsajili kwenye swala la ushambuliaji kama mbadala wa Joshua Zexi pale ambapo Joshua Zexi atakuwa anaondoka. Igor Thiago alifanya vizuri sana msimu huu katika ligi ya msimu uliomalizika pale kwenye ligi ya England na ameitwa kwenye timu ya taifa ya Brazil. Sasa Manchester wanamuona kama ni option nyingine ya kuweza kumsajili katika dirisha kubwa, kwa sababu Manchester pia anatafuta mshambuliaji wa kuja kumsaidia Benjamin Sesko, lakini atakuwa mbadala wa Joshua Zexi ambaye inaelezwa atakuwa anaondoka pale Manchester United. Igor Thiago amekuwa na msimu bora, ni mmoja kati ya washambuliaji wazuri kiukweli. Nimevaa uzi wa Brazil, kwa hiyo inawezekana ikawa ishara ya Igor Thiago atakuwa anakuja Manchester. Lakini taarifa ya mwisho ni kwamba wachezaji tayari wanne ni rasmi wanawekwa kwenye sehemu ya kuuzwa. Marcus Rashford amewekwa katika fungu la kuuzwa rasmi, lakini yuko Andre Onana ambaye amerejea na inaelezwa anatafuta vilabu vya kuweza kumchukua, lakini huenda akarejea nchini Uturuki kwenye klabu ya Trabzonspor. Ni mchezaji mwingine ambaye Manchester wako tayari kumuuza. Hali kadhalika Joshua Zexi ni mchezaji mwingine ambaye Manchester inaelekea kumuuza. Vile vile kiungo Manuel Ugarte inaelezwa tayari Manchester wamekwisha kumwambia aondoke, na sasa taarifa ni kwamba Everton na Crystal Palace wao ndio vilabu ambavyo vinaonyesha nia ya kuweza kumsajili Manuel Ugarte. Hivyo Rashford, Onana, Joshua Zexi pamoja na Ugarte hawa wanaruhusiwa kuuzwa na kuondoka Manchester, huku bado panga likitarajiwa kuendelea kubwa. Atakuwa anaangalia ni nani mwingine ana deserve kuweza kuondoka katika dirisha hili kubwa. Bana, twende zetu mjini na twende ride usafiri wa kimtandao. Download application yao, unakuwa na request usafiri kwa gharama nafuu zaidi. Subscribe, like, share na comment kupitia hapa United Insider. Ciao.